musafiri ni swala ina gani? Ni swala ambalo imeruhusiwa katika Uislamu wetu. Mtu anapokuwa yuko kwenye safari anaswali kulingana na mfumo fulani. Na ni safari ina gani? Ulama wanatuelezea, wanatuambia ni safari ambayo ni mubaha, ni safari ambayo inafaa, na ni safari ambayo ni halali. Tukisema safari inafaa na safari ambayo ni halali, tumetoa safari ambayo haifai kama mtu amesafiri kwa sababu ya maasiya. Hiyo safari haingii kwenye hukumu ya mtu mwenye kuswali salatu al-musafir, swala ya mtu mwenye kusafiri. Na safari ambayo kwamba inafaa ni kama mtu anasafiri kutoka mahali kwenda mahali kwingine kwa lengo la biashara, safari ya tijara, na biashara yenyewe ni biashara pia ya halali. Kwa hiyo tukasema kwamba safari ya kuenda mahali ni biashara imeruhusiwa, ukachukua kwani kwamba ni biashara, lakini kuchukua kwani kwamba ni biashara ya halali ama ya haramu. Kwa hivyo safari ya biashara ni safari ambayo ni jaiz. Safari ya mtu kusafiri kwenda kutembelea watu wake ni safari ambayo ni jaiz. Safari kwa lengo la ziara ya kidawa ni safari ambayo ni jaiz. Kwa hivyo kwenye kusafiri katika hali hii ambayo kunafaa, kuna namna yake ambayo ataswali tofauti kabisa na swala ya mtu ambaye mjini, yani yuko mjini. Asema Sheikh rahimahullah ta'ala, wakadha al-musafir yajuzu lahu al-jam', inafaa kwenye kusafiri kwake yeye wakati anasafiri kufanya jamu. Hichi ni kitu cha kwanza tanabali yule mwenye kusafiri katika vitu ambavyo yeye ni maalum, tofauti na mtu ambaye ni hadhi yuko mjini. Kwanza yeye anaruhusiwa kufanya jamu. Sijasema kwamba mtu yuko mjini hafanyi jamu. Mwenye kuwa mjini yani yuko nyumbani anafanya jamu kwa sababu ima pengine kwa sababu ya kuwa ni kali, na pia imepokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kufanya jamu, alikusanya sala bila ya dharura yoyote. Lakini hili linatakiwa itokezee mara moja, sio ile tabia ya mtu kufanya jamu kama vile wanafanya Ikhwan na Mashia. Wao kufanya jamu kila siku akiamka asubuhi anazikusanya zile sala, ambayo hii haifai. Asema yajuzu lahu jamu, inafaa kwake yeye kusafiri kuzikusanya zile sala. Maanake kuswali sala ya dhuhuri wakati wa dhuhuri kwa pamoja, au kuswali sala ya dhuhuri na alasiri wakati wa alasiri. Jambo la pili, rahimahullah ta'ala anasema wayusafu lahu al-qasr, na ni sunna kwake yeye baada ya kufanya jamu kubadilisha ile sala, pia ni sunna kwake yeye kufanya qasr. Qasr maanake kupunguza ile sala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat al-aya. Yani unapokuwa kwenye safari nyinyi hakuna tatizo kwamba hakuna makosa ikiwa mtaifanyia kasri ile sala, yani mtapunguza ile sala. Kwa hivyo ikiwa ni salatu dhuhuri watu wataswali rakaa mbili, ikiwa ni salatu maghrib, ikiwa ni salatu ile asri watu wataswali rakaa mbili, yani atapunguza ile sala. Rahimahullah ta'ala anasema wayusafu lahu al-qasr fi salati al-rubaiyya ila rak'atayn, na ni sunna kwake kuiswali ile swala yenye rakaa nne akaipunguza akaiswali rakaa mbili. Ni sunna kwa yule mwenye kusafiri, lakini swali litakuja ni masafa gani ambayo mtu atafaa kufanya kasri kutoka hapa mpaka Chato, kutoka hapa mpaka Nairobi mpaka wapi. Haikuja nasi sahihi, yani hakuja dalili ambayo moja kwa moja imeeleza ima katika aya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba masafa ya swala yanakuwa hivi, lakini ajma wanawachuoni wameweka idadi. Miongoni mwa hao wanachuoni kuna wenye kusema kwamba ni maili 48, yani ikiwa watu wasafiri kutoka mahali hadi mahali pengine ni 48 miles, itakuwa ni wajibu kwa wewe au inafaa wewe kufanya kasri, yani kupunguza ile sala. Na yakaja kwa maongezi mengine akasema
Yani ikiwa safari yako kilomita zake ni 16 falsafa, ni falsafa 16 kulingana na walivyoeleza wanachuoni. 16 falsafa manake ni kilomita 81. Kilomita 81 kutoka hapa Mombasa hadi Kodani. Ukitoka Mombasa hadi Kodani ni kilomita 81. Kwa hivyo mtu anaposafiri kutoka hapa Kodani, anaposafiri kutoka hapa Malindi, anaposafiri kutoka hapa kwenda Nairobi, hii yote inaingia katika kategori ya mtu kufanya kasri. Hapa ataruhusiwa kufanya kasri, maanake atapunguza ile sala. Baada ya kusali rakaa ataswali rakaa mbili, zile swala za rakaa. Kwa hivyo hii ndiyo namna ambayo kwamba mwenye kusafiri atakuwa anafanyia ile kasri. Lakini pia baadhi ya wanachuoni wanasema kuna sababu ya kumfanya mwenye kusafiri kuitimiza ile swala yake. Ameruhusiwa kuipunguza ile swala yake, lakini kuna wakati anaruhusiwa pia kuikamilisha ile swala yake. Mathalan, mwenye kusafiri asafiri saa 7:30, akaamua kuja kuswali msikitini. Alipokuja kuswali msikitini akamkuta imamu aswalisha. Imamu ni mwenyeji, lazima anakuswalisha aswali salatu dhuhri 4 rakati, aiswali raka 4, na yeye akaamua kumfuata yule imamu, itakuwa ni wajibu kwake yeye kutimiza, hata ifanyia kasri. Lakini kwa mfano ameswali peke yake yeye, ima afanye takdim au taakhir. Takdimu maana yake nini? Atangulize ile swala ya alasiri na adhuhuri kwa wakati wa adhuhuri, na ulama wa fiqh wanasema aswali mwanzo wa adhuhuri. Tulisema siku za nyuma ya kwamba kila swala ina nyakati mbili isipokuwa swala ya magharibi tu. Kila swala ina nyakati mbili isipokuwa swala ya magharibi. Salatu dhuhuri kuna wakati wa mwanzo na kuna wakati wa mwisho, na ni vizuri zaidi mtu anaposwali adhuhuri aiswali katika wakati wa mwanzo kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo mwenye kusafiri ima aswali takdim au taakhir. Mimi nasafiri saa 7 mathalan, imefika ile wakati wa swala ya adhuhuri, na swali rakaa 2 za adhuhuri, kisha na swali tena rakaa 2 za alasiri, ile inaitwa takdim. Ama nisafiri mpaka nifike kule ninapotaka, natoka hapa ima ni saa 5, nikifika Malindi itakuwa ni saa 9, tayari wakati wa alasiri umeshaingia. Tufahamiana? Sasa pale nitaswali taakhir, nitaswali rakaa 2 za adhuhuri, alafu nitaswali rakaa 2 za alasiri. Vile vile katika mambo ambayo ni ya ziada kwa mwenye kusafiri, Abdullah ibn Umar anasema sio sunna kwa mwenye kusafiri, yani kuswali an-nawafil. An-nawafil ni zile swala za sunna, sio sunna kwake, yani kuswali zile swala za sunna, isipokuwa baadhi ya swala. Kwa mfano kama salatu dhuha, salatu witri, hizi ni sunna, waweza kuendelea nazo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali salatu dhuha, akiswali na salatu witri akiwa yuko nyumbani na akiwa yuko safarini, hakuwa akiziwacha. Hama hizi rawatib, hizi kablia na baadia, sio sunna kwake yeye kuzitekeleza, hata kama ilikuwa ni tabia yake. Na lau ataiswali itakuwa pengine labda ni dhiki kwake yeye, ikiwa yeye mwenyewe swala ya faradhi tayari ashaipunguza. Na vile vile wanawachuoni katika mambo ya ziada kuhusiana na salati almusafir, pia katika iqama. Mathalan mimi nasafiri naenda zangu Nairobi, ni kiwango gani ambacho mimi nitafanyia kasri? Ni kiwango gani mimi nitafanyia kasri? Baadhi ya wanachuoni wanasema ni 4 ayyam, ni siku 4. Natoka Mombasa naenda zangu Nairobi, nikifika Nairobi nitafanya kasri kwa muda wa siku 4, na wengine wakasema ni siku 3. Lakini kauli iliyo na nguvu zaidi, mtu anaweza akafanya kasri hata siku 21. Siku 21 wewe uko Nairobi, kwa kuwa hujaeka nia ya iqama. Tofauti ni nia. Ukiweka nia kwamba mimi kuanzia leo nimekuja Nairobi, ilikuwa nirudi, lakini nimeweka nia siku ya pili yake au ya 3, mimi nitabakia Nairobi, wacha nianze maisha yangu Nairobi. Sasa hapo utakuwa ufai tena kufanya kasri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kufanya kasri kwa muda wa siku 20. Katika baadhi ya vita Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda akaketi siku 20, na siku zote hizo alifanya kasri, maanake swala zake alikuwa anapunguza. Kwa hivyo ulama wanasema tofauti ni nia, niyatu rujui wa niyatul iqama.
Ukipatikaniwa nia kwamba wewe umetia nia sasa utabakia kule ulikosafiri, kama ni Nairobi au ni mji wowote, mimi kuanzia leo nitabakia huku, hukumu ya kasri itakuwa imeondoka kwako. Lakini ukiweka nia kwamba bado utarudi, basi wewe utafanya kasri mpaka siku 20. Baada ya dhalika sasa utaendelea kufanya itmamu swala, yani utakuwa unatimiza swala. Kitu kingine cha ziada katika salatu musafir, kuna watu usafiri, mathalan mtu anasafiri na meli. Safari ya meli mara nyingine inamchukua mtu miezi, yuko ndani ya meli miezi 3, miezi 5, mara nyingine hata mwaka mzima. Je, yule yuko safarini atafanya kasri ama afanye kasri? Yule hatafanya kasri, kwa sababu yuko mahali ambapo hana nuzul wala rukub, hakuna kupanda wala kushuka tena kwa muda mrefu. Ikiwa anaketi mahali kwa muda mrefu, ima ni mwaka, yuko ndani ya meli, yuko safarini kweli, lakini atafanya itimam, yani maana yake atakuwa anatimiza zile swala. Kwa hivyo hii ni swala ambayo ziko katika zile kategori ya watu wanaoitwa salatu ahli al-adhan, watu wanaoswali swala ya zanyudhur. Mtu wa tatu ambaye tutamtaja kwa haraka haraka ni salatul khawf, swala ya khawf. Swala ya khawf ziko mara mbili, Kuna salatul khawf inda ilqa'i al-adui. Kuna mtu anaswali salatul khawf wakati anakutana na adui. Alafu kuna salatul khawf kwamba mtu anaswali ile salatul khawf kwa sababu nje yake hajakutana na adui, lakini yuko kwenye wakati wa ru'ba, yani yuko kwenye wakati wa wasiwasi. Na salatul khawf imejuzishwa kwenye hali zote hizi. Ikiwa ni wakati wa kukutana na adui, mtu ataswali salatul khawf, na vile vile katika kuswali salatul khawf katika kukutana na adui kuna sampuli takriban 5 ama 6 ya kuiswali ile salatul khawf wakati unakutana na adui. Na ikiwa hakutani na adui kwa uoga alionao kutokana na mazingira alionao, ima kwa kuogopa majambazi ama kwa kuogopa wanyama, au yuko mahali ambapo yeye akitoka atakutana na wanyama wabaya watamdhuru, hiyo nayo ni kitengo cha pili. Sisi makusudio yetu tutataka tutaje salatul khawfi inda ilqa'i adui, wakati wa kukutana na adui. Na al-Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala yeye ameelezea sampuli zote 6, na wako wanaochuoni wengine wanaosema kwamba ziko sampuli 7, lakini kauli iliyo na nguvu imma al-5 wa imma 6, imma ni 5 ama ni 6. Rahimahullah ta'ala anasema watajuzu salatul khawf, inajuzu kuswali salatul khawf ala kulli sifati, katika sifa zote sallaha an-nabii sallallahu alaihi wasallam, alizoziswali mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ya kwamba sio sampuli moja ya kuswali salatul khawf. Faminha, miongoni mwa hizo sampuli za kuswali salatul khawf, hadithu Salih ibn Khawwat. Kuna hadithi ambayo imepokewa na Salih ibn Khawwat, huyu ni katika tabi'ina ambaye amepokea kutoka kwa masahaba ridwanullahi ta'ala anhu, asema amman sallama an nabii sallallahu alaihi wasallam, amzungumzia yule mtu ambaye aliwahi kuswali na mtume sallallahu alaihi wasallam yauma dhati riqa, siku ya vita vinavyofahamika dhatu riqa, ambayo huyo mtu ni katika masahaba, anayesimulia ni katika tabi'in, anaelezewa kisa chake ni katika masahaba, ambaye alikuwa anaitwa Sahl ibn Abi Hathama, aliswali pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaelezea kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaswali salatul khawf, tumeeleza kwamba salatul khawf ziko takriban 6, lakini hapa Sheikh rahimahullah ta'ala ametaja sampuli moja, na hii sampuli aliyoitaja inaendana sambamba. Lau utaisoma ile aya katika suratul Nisa aya 102 inayozungumzia namna ya kuswali kukutana na adui, basi utaiona haya maelezo yake kidogo yanaingiliana zaidi na ile aya. Asema anna ta'ifatan sallat ma'a, mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na swali ile salatul khawf aligawanya makundi haya mawili. Kundi la kwanza likaswali pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni sampuli ile ya kuswali salatul khawf ikiwa tumefesiana na adui yuko upande wetu, tunaangaliana naye adui. Na kuna sampuli nyingine ikiwa adui hatuangaliani naye, manake sisi tunataka kuelekea kibla na adui yuko upande wa kibla,
Alafu kuna sampuli nyingine kibla kwamba kiko huku lakini adui yuko nyuma yetu, hiyo ni nao nyingine. Hii tunayoelezea hapa ni kwamba tunaswali kibla kiko huku na adui yuko mbele yetu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aligawanya makundi mawili. Kundi moja liliswali na yeye wa taifatan wijaha al-adui, na kundi lingine ikawa linaelekea wale maadui. Fasalla billadhina ma'ahu rak'atan, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaswali na wale ambao yuko pamoja nao, aliswali na wao rakaa moja. Tuko pamoja hapa, tujaribu kuweka hii taswira kidogo. Makundi ni mawili, kundi moja liko na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kundi lingine linaangalia wale maadui. Hili kundi ambalo liko na Mtume likaswalishwa na Mtume rakaa moja. Thumma thabata qa'ima, Mtume alipomaliza ile rakaa moja, aliposimama akatulia kama yuko kwenye hali ya kusimama. Rakaa moja imeisha. Fawatammu li anfusihim, wale aliwaswalisha rakaa moja wakakamilisha wenyewe. Tuko pamoja? Wakakamilisha ile sala wenyewe. Thumma ansarafu, kisha wakaondoka. Wasafu wijaha al-adui, walipoondoka wakaenda kumwelekea adui. Sasa wale waliokuwa wanamwelekea adui wakatoka kule wakaja kuswalishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume kipindi hicho amesali rakaa ngapi? Amesali rakaa ngapi? Moja. Naam. Thumma wajaat taifatu al-ukhra, ikaja kundi lingine, fasalla bihim ar-rak'ata allati baqiyat, Mtume akawasalisha ile rakaa iliyobakia. Mtume akawasalisha ile rakaa iliyobakia. Thumma thabata jalisan, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaketi akatulizana hali ya kuketi. Wa atammu li anfusihim, kisha wale jamaa wakakamilisha wao wenyewe ile sala yao. Thumma sallama bihim, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa salamu. Tuelewana? Hili kundi la kwanza Mtume alipolisalisha alisimama, wakamaliza wenyewe kuswali wakarudi kumtizama adui. Hili kundi la pili lilipokuja liliswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam rakaa nyingine ya pili, ambayo Mtume kwake itakuwa ni rakaa ngapi? Ya pili. Lakini hili kundi lingine itakuwa ni rakaa ngapi? Ya kwanza. Kwa hivyo Mtume alipoketi akatoa salamu, hao wakakamilisha ile swala yao ambayo kwamba ilikuwa imebakia. Muttafaqun alayhi, ni hadithi ambayo imeafikiwa juu yake, manake lafzi yake ziko kwenye sahihi Muslim na lafzi hiyo hiyo iko kwenye sahihi al-Bukhari, yani ittafaqa lafdhan, matamshi yamekubaliana. Kwa hivyo hii ni sampuli ya kwanza katika zile sampuli sita. Tuna hofu na adui, hatujaingia kwenye mapambano. Hizo nyingine insha Allah taala tukipata muda mwingine tutakuja kuelezea, kwa sababu tueleza kulingana na matini ya kitabu ilivyoeleza. Wa idha ishtadda al-khawfu, ikiwa ile hofu imezidi sasa, yani manake mapambano, watu wameingia kwenye mapambano, maadui tunapambana nao, ima ni kwa bunduki au ni kwa panga. Sallu rijalan wa rukbanan ila al-qibla wa ila ghayriha, wenye kupigana wale waislamu wataswali katika hali ya kutembea, ikiwa wengine wako kwenye magari yao, wako kwenye wanyama wao, watakuwa wanaswali kwenye hali yao. Ikiwa ni kwa kuelekea kibla wataelekea, ikiwa si kwa kuelekea kibla pia ni sawa, ni jaiz, wataweza kuswali. Alhasil ni kwamba lao ukizingatia maneno haya utapata swala kwa Muislamu ni jambo ambalo haitakiwi ikukwepe, yani kwa namna yoyote utakayokuwa nayo, yani swala hufai wewe ikuponyoki. Kwa hivyo uko kwenye mapambano, vita vimechacha kweli kweli, watu wanatakiwa pia waendelee kuswali. Wenye kutembea watembee, wenye kukimbia uko kwenye hali ya kukimbia, uko kwenye hali ya kupambana. Alhasil uko kwenye hali ya vita, swala inafaa iendelee. Wa ila ghairiha, ila alqibla, imma kwa kuelekea kibla, wa ila ghairiha, hata kama huelekei kibla katika mapambano yale, swala yako utatakiwa kuendelea. Asema Sheikh, yumiuna birruku'i was-sujud, ikifika wakati wa kurukuu na kusujudu utakuwa unatoa ishara armuz, yani wewe unaswali kwa fikra zako, uko kwenye suratul Fatiha, umaliza suratul Fatiha, uko kwenye kurukuu unafanya ishara kiasi ya kurukuu, uko kwenye kusujudu unazama zaidi kuliko kule kurukuu, lakini hakuna kuiwacha swala. Wakadhalika kullu khaif, rahimahullah ta'ala anasema wakadhalika kullu khaif, na vile vile kila mwenye kuwa na hofu ala nafsi, kwenye nafsi yake,
yusalli ala hasabi halihi, ataswali kulingana na hali yake. Fattaqullaha mastata'tum, mwogopeni Allah kwa kiwango mnachoweza. Wayafalu kulla ma yahtaju ila fi'lihi min harabin au ghairihi, na atafanya chochote kile kinachohitajika kwenye sala yake. Kama yuko kwenye hali ya kukimbia, kwenye matendo ya kukimbia, atakuwa anakimbia au jambo lolote lile, au yuko na ngao yake anajidefend kutokamana na bunduki au kitu chochote au panga, atakuwa anafanya kitu ambacho kitamsaidia yeye kupata uhai wake, lakini bado atatakiwa kuendelea kuswali swala yake ile ambayo anastahili kuswali kwa wakati ule. Kana sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, mkiamrishwa kuhusiana na jambo lolote lileteni lile jambo kwa kadri mtakavyokuwa mnaweza, bi kadri istita'atikum, kwa kiwango ambacho kwamba mtakuwa mnaweza. Ni riwaya ambayo ni muttafaqun alayh. Kwa hivyo hawa ni watu wawili ambao tumewataja kwa siku ya leo, tukiunganisha na jalsa iliyopita tulimtaja mtu ambaye ni mgonjwa, leo tumemtaja almusafir na alkhaif. Hawa ndio watu watatu ambao wao wanatakiwa waswali, lakini swala yao inakuwa tofauti na mtu ambaye ni qaim, ni mwenyeji, na mtu ambaye kwamba ni ana afya yake ni mzima, hana dharura yote. Kwa hivyo insha Allah taala tutasimamia hapa. Allah tujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Katika jalsa inayofuatia tutakuja kusoma mlango salati aljumua, kama kuna swali kulingana na mada insha Allah taala. Albabu maftuh, mlango kwa insha Allah. Kama tuna maswali tufanye darasa. Naam insha Allah. Naam. Naam. Naam, barakallahu fik. Swali la ndugu yetu nafikiri liko wazi. Mimi nasafiri naenda zangu Malindi, lakini nikifika Malindi nitafika saa 5. Sasa nauliza kwamba utaziswali zile swala ukiwa kule ama waweza kurudi ukaziswali ukiwa huko, sio jioni? Naam. 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 Hizi mbili unaziswali kwa kuzichanganya. Mimi nasafiri naenda Malindi, natoka hapa saa ngapi? Saa 5. Malindi nitafika saa ngapi? Saa 9. Nitazichanganya zile swala yangu saa 5. Natoka hapa naenda Malindi. Naam, unaweza kuchanganya. Ukifika saa 5 utasubiri wakati wa dhuhuri uingie. Ukishaingia ule wakati wa dhuhuri, wewe ni musafiri, yani wewe umepewa ibaha ya kufanya jami na kufanya kasr. Umeruhusiwa kisheria, waweza kuzikusanya swala zako na waweza kuzipunguza zile swala. Ima kwenye safari yako ulipata dhiki ama hukupata dhiki, ulienda kwa uzito ama kwa wepesi. Tumetaja kaida, kuna kawaidi ambazo zinatufanya tuwe tunatembea nazo. Kaida ya kwanza, mwenye kusafiri amepewa ibaha ya kufanya kasri na kufanya jami, hilo tukubaliane nalo. Ni safari aina gani? Tunaangalia ile kilometers. Pale mahali ninaposafiri zile kilometers za kufanya kasri na jami zimepatikaniwa? Naam, zimepatikaniwa. Uislamu sasa unaniruhusu mimi kufanya jami na kufanya kasri. Kwa hivyo nimetoka hapa saa 1, nimefika saa 5, si ndio? Nitasubiri wakati wa dhuhuri uingie, alafu nitakusanya zile sala yangu ambayo ni adhuhuri na alasiri, alafu nitazifanyia kasri, tuelewana, ambayo hiyo itakuwa ni taqdim, umetanguliza zile sala. Au ikiwa hutaki hivyo, unaweza kuendelea na shughuli zako, kisha ikifika wakati wa alasiri ukaswali sasa adhuhuri na alasiri, ambayo ni ta'khir, umechelewesha ile sala yako. Nafikiri hapo ni sawa. Allahu akbar. Naam. Naam. Naam.
Na barakallahu fik. Swali zuri mashaallah. Nauliza, nasafiri siku hizi, kuna zile turqun suhula, kuna njia ambazo ni nyepesi sana mimi kufika mahali ninapotaka bila tabu yote, bila dhiki yote. Mimi nimeeleza kitu hapa, nikasema tunachokizingatia kwenye safari ni kilometers la kwanza. Tuelewana? Ikiwa kilometers za kasri zimefika, wewe utafanya kasri. Ima safari itakuwa ni dhiki kwako ama si dhiki, utafika mapema, utafika nini, wewe ni jaiz kufanya kasri na kufanya jamu. Tumeelewana? Nimewasikia tu baadhi ya wanachuoni wa kisasa muasiruna, wengine sio wote, wanasema kama safari haina dhiki. Usiseme kama safari haina dhiki, hii ni hoja tu ya kiakili, lakini kawaidi zote ziko. Wa idha darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat, yani mnapokuwa mko kwenye safari, basi hakuna ubaya nyinyi mkifanyia kasri ile swala. Hiyo ni aya, tuelewana. Na wanawachuoni wa kisahaba katika kutafsiri aya hizi hawakusema ikiwa safari itakuwa ina dhiki au ikiwa safari itakuwa ina wepesi, hapo ndio kutakuwa na hili na ile. Madamu zile kilomita walizojitahidi wanawachuoni kutuwekea zimetimu na safari yenyewe ni safari ya halali, basi utafaa wewe kufanya jami. Wala sio amru lilwujubi, sio amri ya lazima kwamba lazima ufanye kasri. Waweza wewe mwenyewe ukaswali kwa ukamilifu, pia waweza ukaswali kwa ukamilifu ukiwa umetaka, lakini maana ya kufanya kasri na kufanya jami, yote haya Uislamu wetu umetuwekea ili tusiwe na dhiki, ili tuyafanye majambo yetu kwa wepesi. Tuelewana? Ndio kisoma hii aya ambayo tumeitaja katika suratu An-Nisa aya 101 inayozungumzia habari ya kusafiri, utaona Allah amesema falaysa alaykum junahun. Neno junah maana yake Allah hatutaki sisi tuwe na uzito katika mambo yetu, an taqsuru min as-salat. Wallahu a'lam. Naam. Na salatul maghrib hatufanyi kasri. Salatul maghrib tutaiswali vile ilivyo, rakaa 3. Ni zile sala za rakaa 4 ndio tutazifanyia kasri, tutaswali rakaa 2. Ama maghrib hatufanyi kasri. Naam, waweza kuchanganya maghrib na isha. Naam, utazichanganya pamoja, lakini zinakuwa na iqama mbili. Yani manake baada ya kuswali maghrib utakimu ni swali isha. Tunaona sio kuswali kuzichanganya basi ziwe na salamu moja. Hata hiyo adhuhuri na alasiri utaswali rakaa 2 upige salamu, kisha uswali rakaa 2 za alasiri kando upige salamu. Sio kwamba utaziswali yani kwa kuifanya ni swala moja. Maana ya jami maana yake utaziswali kwa wakati mmoja. Utaswali kwa wakati mmoja, ima ikiwa ni wakati wa dhuhuri utaiswali alasiri na dhuhuri, ama ikiwa ni wakati wa alasiri uiswali dhuhuri na alasiri. Naam, Allah. Naam habibi. Nasafiri alfajiri, nikifika naam, hiyo nitaswali salatul musafir, lakini itakuwa katika midhimni alqadha, yani manake itakuwa nalipa. Manake swala ukiswali nje ya wakati wake, hiyo ni alqadha, ni kuilipa. Nasafiri, natoka hapa naenda mahali, natoka hapa alfajiri, nikifika huko ni isha, sio? Nikifika tu kule mahali nitafaa kuzilipa zile swala ambazo kwamba zimenipita, lakini pia unaruhusiwa kufanya jamu wal qasr. Kwa hivyo nimeingia saa 3 usiku, sikuswali adhuhuri, sikuswali alasiri, sikuswali magharibi, sikuswali isha, nitaikusanya adhuhuri, nitaswali adhuhuri, niswali alasiri, niswali magharibi. Utazipeleka in order, utazipeleka in order, utaswali adhuhuri, alasiri, magharibi wal isha. Wallahu a'lam. Naam. Naam. Ongeza sauti kidogo. Sikusikisha. Naam, kuswali ndani ya ndege unaweza kuswali.
kuswali ndani ya ndege unaweza kuswali. Si tumesoma aya rijalan au rukbana, mahali shahid ni aya inazungumzia masaili ya vita. Umetajwa rukbana. Rukbana maana yake ni mtu kuwa kwenye kipando. Kwa hivyo ni jaiz mtu kuswali ndani ya ndege, kuswali ndani ya treni, ndani ya usafiri wowote, hata kuswali juu ya pikipiki na ruhusa. Haina neno kuswali ikiwa wewe utakuwa umeelekea kibla au hujaelekea kibla. Na nafikiri huu mlango tuliozungumzia katika arkanu sala, tukitaja habari ya nguzo za sala, tukaeleza kibla, tukasema ya kwamba ikiwa ni swala ya faradhi, wakati unapoianza ile swala ya faradhi ujitahidi kuelekea kibla. Mwanzo wa swala taleta takbiratul ihram ukiwa unaelekea kibla. Baada ya swala gari ikigeuka ikielekea kwingine kusipokuwa na kibla, wewe swala yako utaendelea vile vile, wala haidhuru kitu chochote, kwa sababu ni mlango wa kidharura. Meli umejitahidi mara ya kwanza, swala yako ilipoanza kujaribu kuelekea kibla, baadaye meli imegeuka ikaelekea kwingine kusipokuwa na kibla, wewe utaendelea ile swala yako. Ama swala ya sunna, wanawachuoni hawakusema ni lazima ikiwa utaswali kwenye kipando uelekee kibla mwanzo wake, na ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tulisoma zile hadithi kwamba Mtume aliswali juu ya ngamia, mwanzo wa kuswali kuelekea kibla. Tuelewana, ni zile swala za sunna ikiwa mtu ataswali ikiwa yuko kwenye kipando. Lakini swala ya faradhi wanachuoni wanasema mwanzo wa takbiratul ihram mtu ajitahidi kuelekea kibla. Kipando kikigeuka sasa kikielekea kusikokuwa na kibla, ile haidhuru kitu chochote. Allah. Naam habibi, tujalie hilo swali la mwisho inshallah. Naam. Haifai. Swala ya mchezo haifai. Yaani safari ya mchezo haifai kufanya qasr. Sio katika zile safari ambazo ni jaiz. Kama ni safari ya kibiashara, ni safari watoka hapo uenda kutekeleza jambo la wajibu, mfano imekulazimu kwako wewe kuoa. Sasa waenda mahali ni kwa lengo la kuoa, si kwa lengo la zina, hiyo unaweza kufanya qasr. Lakini kwa lengo la kwenda kucheza mchezo wa football na michezo mingine haifai kufanya jami wala haifai kufanya qasr. Naam. Wewe si uko kwenye kazi, wewe lengo lako uko kwenye kazi, si ndio? Kazi yako ni kubeba watoto, sio wewe uenda kucheza games. Wenye kwenda games ni watu wengine. Kwa hivyo wewe utafanya qasr, naweza kufanya jambo. Wallahu a'lam. Ama wale ambao wanatoka kwa lengo la kwenda kucheza mpira, wao la yusmaha lahum, swali lako la mwisho inshallah sababu ya muda. Naam habibi. Naam, songe mbele kidogo. Naam. Naam. Kwenda Zanzibar kuangalia mgonjwa. Naam. Naam. Yaani sheria haikukatazi wewe kukamilisha sala yako, haikukatazi. Lakini afdal ni kufanya alivyokuwa anafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, naangalia rahimahullahu ta'ala, mwisho wa hii mada ametaja hadithi ya Mtume. Mimi naisoma hii hadithi ya Mtume kwa mara pili. Asema idha amartukum bi amri, Mtume akiwaamrisha jambo, fa'tu minhu mastata'tu, lileteni kwa kadri ya uwezo wenu.
Kwa hivyo ni vizuri kumwiga Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye safari zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya kasri, wala sheria haija kulaumu wewe ikiwa utafanya itimamu, lakini ni vizuri ufanye kasri. Na safari ya kwenda kumwangalia mgonjwa ni katika safari ambazo ni mubah, ni safari za halali, ni safari ambazo zinafaa. Tufunge jalsa yetu kwa swali hili insha Allah taala. Tutakuja kama kuna maswali mengine yamebakia kuhusiana na mada tuyaweke insha Allah, tutakuja Naam. Mgonjwa kukusanya swala. Naam, yaweza kufanya jami sala. Sijui kama darasa nyuma au kuweka nafikiri. Manake tumesoma salatu marid, mgonjwa anaweza kukusanya swala. Tena akiona kwamba maradhi yangu huko anapokwenda ni hatari zaidi, ndio ni afdal akusanye swala zake. Wallahu a'lam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. Hii ni An-Nisaa TV. Hii ni An-Nisaa